Ah. Shem. Alafu sasa hizi. Karibu Shem. Asante. Vipi Nati? Mbona sasa hizi kuna tatizo? Ndio kuna tatizo limetokea kadogo. Karibuni. Asante. Ngoja nichukue vitu. Oh, la karibuni Shem. Asante. Karibuni. Asante. Karibuni. Asante sana. Mama hayupo, lakini mama alikuwa hapa. Ameitwa hapa nyuma kwa mama, kwa Bitausi hapa nyuma. Hapo kwa Matausi hapa. Ya, Matausi amemuita. Mimi sababu kichwa kilikuwa kinaniuma nikakaa zangu ndani. Kaka yangu, kweli nina matatizo. Mpaka uone ujio wangu hapa na matatizo haswa. Acha nikwambie sababu wewe ni kaka yangu. Na matatizo ndoa yangu. Yaani mume wangu hizi siku simuelewi kabisa, simuelewi. Hizi siku iko busy, akirudi hana muda, amechoka, sijui nini. Miezi mitatu hii hajawahi kunitimizia mimi mahitaji yangu. Kila siku akija amechoka, sijui amekuwa hivi, mpaka hata mimi simuelewi. Sasa leo mimi nilikuja hapa ili mradi basi nikuelezee matatizo yangu na yeye yuko hapa, siseme ngome namsingizia na ungali yuko hapa. Mniulizie mwa hiyo miezi mitatu anashindwa kunipatia mimi haki yangu. Hawana wanawake nje. Anaambia basi mimi nijue. Hii ni kweli mimi nampenda mume wangu, lakini kwa hili mimi siwezi nikavumilia kabisa. Sawa, mimi na imani shemeji kwa hapo. Na yanayoongelewa hapa dadangu, shemeji anayasikia. Tena mimi na imani kama katika ndoa yenu mlioana katika furaha, shangwe na vigeregere, matatizo kama haya yenye kutokea huwa tunahitajia katika familia yetu yawe siri. Nati, kila ndoa ikosagi mchangamoto. Na vile vile shemeji yangu ni mwanaume, tena ni dume lenye kupambana kufanya kazi. Ila ushajaribu kuika naye akakupatia nini sababu ya yeye kutokukutimizia ambayo unayoomba? Shemeji. Naam. Hata mimi pia nampenda mke wangu. Nampenda tena sana. Lakini sasa shemeji, hivi kisa anavyozungumza kuhusu eti mimi simtimizii haki ya ndoa. Kiukweli nakuwa niko mitikasi mingi sana ya kazi. Na ndio maana kuna kipindi nikija mara nyingi huwa nikija najisikia mimi ni mchovu sana, nimechoka sana. Lakini mimi mke wangu nampenda sana shemeji. Nati. Abe. Mimi na imani nimemsikia shemeji alivyoongea. Kakangu, hayo wala hata sio kweli. Mimi tu hapa tunachomalizia hapa anipe talaka yangu. Maana mimi nimechoka kabisa. Nati. Hivi hicho tunachoongea hapa sasa hivi uko serious nacho? Kaka, mimi niko serious kabisa. Mimi nataka talaka yangu sababu hakuna mwanamke anaweza vumilia vitu ambavyo mwanamume anafanya. Nati, nisikilize nikwambie. Huyu hapa ni mume wako. Na huyu hapa ametupatia heshima katika familia yetu. Nati, hivi nani ajui kama huyu alikuwa ndoa? Hivi nani ajui kama shemeji Maja hapa alikuwa ndoa? Kaka yangu, usijadili kitabu kwa nje. Kifungue kwanza ukitazame. Mimi mpaka nifike na kuambia nimechoka kweli. Shemeji. Naam shemeji. Mimi nafikiri ningeweza kuzungumza kwamba hayo yote pamoja na kutokea, lakini kiukweli talaka msitoa. Talaka kama utaki kutoa, hapa nyumbani sikai na kwako sirudi na mimi naondoka. Nini? We Nati we. We Nati. We Nati. Shemeji. Shemeji. Mimi nafikiri hizi ni changamoto zake tu. Najua nitamkutana nyumbani. Sawa shemeji, hamna tatizo. Na mimi mama akifika hapa ili jambo itabidi mama nilimwambie. Ndio. Sababu
sitaki nimusikie kama amekuja hapa nyumbani basi ile jambo tujalikalia chini. Ndio. Maana Nati nakuwa simuelewi. Kwa hili jambo limoja linatokea hapa, simuelewi. Shemeji? Naam. Hamna tatizo. Salama. Na wapi? Shoga yangu. Sio hata kusema kwa sasa kwa hiyo. Yaani nilikuwa naelekea kwa mbele kwa ndugu yangu. Anaumwa. Za masiku ni aje? Ndugu yangu, za masiku mbaya. Maana hapa natoka huko kwa kaka yangu. Nilienda na shimiki yako. Si ninafika pale. Maana nina miezi mitatu. Mimi na mume wangu atuelewani ndani kinanuka. Nilimwomba talaka huko. Yaani nimetoka kwa nimekiwakisha. Sasa kunaenda kwa rafiki yangu huku, nimeweza hata siku angalau siku 2 au 3. Nipumzike kwanza maana hapa nina stress kibao. Sasa nikuulize kitu kimoja kwanza. Wewe ulimwomba talaka mume wako. Mlikofanya nini? Kisa nini? Shoga yangu. Wewe sasa hayo tuachane nayo nitakwambia nyingine siku. Maana hapa nikikuelezea utataelewa kitu. Hatari. Wewe tuachane tutazidi. Wewe sawa. Karibu sana ndugu yangu. Asante. Karibu sana. Tena ila samahani. Usinioni mongo. Siku ile nikwambia hata kupigia simu, kazi nazo zikanibana ndugu yangu, nikaona muda ukawa nikafika hapa home usiku naona mamichoko nini kabidi nipumzike. Ni khairi lakini. Ndugu yangu. Kwa kweli sio heri. Aje tena ndugu yangu. Bana mimi nimeenda nyumbani mke wangu kwa kweli sijamkuta. Hujamkuta? Ndio. Sasa kama yenda wapi wewe? Lakini wewe umemwacha nyumbani. Hapana. Maana palitokea ugomvi baina yangu mimi na yeye. Lakini baada tu ya huyo ugomvi nilifikiria kwamba naweza kawa nirudi nyumbani lakini nyuma yake nilifika kwenda nyumbani lakini sijamkuta. Mpaka sasa sijamuona. Sijui naweza kawa aliendea wapi. Sasa umesha kwenda kwao? Labda ameenda kumtembelea mama yake huko kidogo. Piga kwanza simu kwanza kwao. Na hapo naponiona ni kwamba nimeshatoka kwao. Ndugu yangu, sasa kama umeshatoka kwao, ila mimi nakuja na lingine wazo. Hakuna pangine kwa ambacho kwa amekwenda na wakati yuko katika mamlaka yako. Yuko katika mamlaka yako sababu lile ni begi lako. Ila anawezekana kuwa amekwenda kwenu. Kwa sababu hata kwenu na ni kwao pia. Mama yako ni mama yake pia. Kama kuwa ameenda kupumzikisha kichwa kwenu. Sidhani kama anaweza kuwa amekwenda nyumbani. Wewe amini hivyo. Mimi sioni pangine kwa anaweza kwenda wakati wewe alishakuwa mke wako yuko chini ya mamlaka yako. Kwa hiyo ana pangine anaweza kwenda kinyume ya hizo nyumba mbili. Kwenu na kwao. Kama kwao hayupo, nenda kwenu. Unaweza kukutana hata mamako yuko anamliwaza pale, anaishamhadithia juu wanawake wanaongea mengi. Nashukuru kwa ushauri. Sio mbaya ndugu yangu. Acha nende nyumbani. Nitalifanyia kazi. Sio mbaya ndugu yangu. Jua hata mimi nilikuwa nafanya ka usafi humu kwenye choo humo dusheni. Si unajua kama bado sijaoa ndugu yangu. Mimi haya angalia yananikuta. Okay, sawa sawa. Haya kwa heri. Sio mbaya lakini. Karibu tena. Asante. Karibu mwanangu. Asante mama. Karibu. Asante. Karibu tena. Asante. Habari za nyumbani? Wazima lakini mama habari za nyumbani si nzuri sana kifupi. Kiaje baba? Siko nzuri. Mama, hii ni siku ya pili sasa mke wangu hajakanyaga nyumbani. Kisa nini baba?
Nataka nijue kisa. Mama, mke wangu mimi tulishwana. Ndi? Na baada ya kushwana nilijua kama anaweza kawa alikuja huku. Lakini nafika hapa na kuuliza unaniambia kwamba hajafika hapa nyumbani. Si mambo ya maajabu. Tatizo gani ya kusema mnachwana nyumbani? Wewe na mke mpaka anangoja kutoka. Nataka nijue kisa na maana ya wewe na mke wako ushwanyi. Unanisikia? Mama, tatizo la si wenyewe binafsi ndani. Mama, mimi nafikiri zile kazi zangu nilizokuwa nafanya ndio zilisababisha mimi nakuwa hivi na ndizo zilisababisha mimi na mke wangu tunashwana. Na ndio maana mama, mimi kila nilikuwa nikitoka kazini nikija mke wangu anadai unyumba. Mama, mimi nafikiri fika kabisa unajua mimi kazi zangu. Ndiyo. Na ndio tulitokea ushwani na ilisababisha hii vurugu yote. Hey. Sasa mke wako anaweza kuwa yuko ngambo gani? Kwa kweli mama, sijui penye yuko. Mimi kwanza nilikuwa nafikiria kama yuko huko alikuja huko. Lakini nafika hapa na ananiambia kwamba hajakanyaga hapa. Nilikuwa na mke wako wiki yenye naishi. Mimi wakati namuuliza mwanamke, tuliamkiana kanambia eti niko nyumbani. Sasa hizo tatizo zilikuwa nyumbani baba. Kawe mbeleze mke wako. Si mke wako. Sasa mama, mimi nitambembeleza mtu ambaye mwenyewe simuoni kwanza na sijui alipo. Mwanamke anajua kama ukumtosha barabarani ni mtosha kwao. Unanielewa? Unanisikia? Nimeshakwambia shika njia tafuta kwa baba yake, kwa mama yake, kwenye mke wako alipo, tena utampata tu. Alipanda mvyo. Iko hapa. Kwa kweli mama, mimi nimeshachoka. Nimeshachoka kabisa. Yaani sijui nitampatia wapi. Kwao penyewe hayupo. Bado haujachoka. Shika njia uende tafute mke wako. Na tena uje kuniambia kama mke wako umempata. Uko unanisikia mimi? Nani kama mama nakuelezea hivi, kamtafute mke wako. Hakupanda mvyo. Hakwenda wapi? Iko hapa. Kitu gani kingine unataka? Nimeshakwambia shimamuka nenda. Mama, lakini nimeshamtafuta pote simuoni. Shimamuka nenda. Ama nataka nikuingize makofi sasa hivi kwa hii dakika. Shika njia. Okay, sawa basi mama. Safiri unaona njia. Lakini mimi nimeshamtafuta pote simuoni. Uje kuniambia kama umempata. Mungu wangu, watoto wa siku ya leo. Bembeleza mke wako. Mwingine utampata wapi wewe? Mtoto adabu kama huyo.